nzuri sana Tetemeko. Hapa kilichobaki tumsubiri kiongozi. Mbona amechelewa sana? Mpaka sasa nimeshaanza kuwa na mashaka naye. Kwambaje? Kashuka na mkuu au? Simaanishi hivyo, lakini akili yangu haipo kwenye damu kabisa. Huyu mgeni huyu amekuja kutuponza, amekuja kutuvuruga kila kitu. Nina wazo. Wazo gani? Inatakiwa na mimi niende huko nikaangalia nini kinachoendelea. Lakini wewe hauna nguvu yoyote. Vipi ukipata na tatizo? Itakuwa ni sehemu ya wajibu wangu. Siwezi kumwacha dada yangu akipata matatizo. Ushauri wangu ungebaki na tu wenye kusubiri juu ya hili. Siwezi kusubiri. Wewe baki nyumbani. Acha mimi niende. Sawa. Basi jitahidi basi kuwa makini unapokwenda. Usijali. Sasa rafiki yangu, nipeleke mkojo, maana nimebanywa kishenzi. Nani? Nenda wewe mwenyewe. Sasa hayo maisha gani? Kwa tutabaki ndani siku zote? Hapana, tutatoka nje, ila kwa leo toka peke yako. Sawa, mimi ninakwenda. Ila ikikuja kukubana wewe haja ndogo, usije ukaniambia nikupeleke. Nenda shoga yangu, maana mimi hapa na akili niende nyumbani ili nikaamshe vilago vyangu na mimi nije hapa. Wewe koma, ukitaka kuja kuishi hapa nipeleke kwanza swalani. Twende, ila utatangulia wewe mbele. Lakini shoga yangu umenichuza kweli kweli. Haya yote uyataki wewe. Tulikopo tunapambania amani yetu wote. Hebu twende huko. Aya sasa, hii ndo amani sasa. Hii ndo amani. Tutaenda swalani twende. Lazima niongee kwa sababu wewe ndo sababu ya yote. Basi aishe. Hebu twende nikupeleke. Satellite, nakupa taarifa kuwa Maua amekaribia kutoka matambikoni. Hivyo basi, unaweza kujiandaa kwa ajili ya kwenda huko kwenda kumpokea kiongozi wako. Na usisahau kumwambia kuwa baada ya kutoka huko inatakiwa apitie hapa na maongezi na yeye kidogo. Na nataka nimpe pongezi zake kwa uvumilivu mkubwa wa kukaa matambikoni. Bila kuchelewa, unaweza kwenda huko. Tetemeko, kiongozi wetu anakaribia kutoka matambikoni sasa. Hivyo basi, inatakiwa nikuache kuwa makini na hivyo vikaragosi. Wewe, simama kwanza. Mbona umefadhaika? Yaani huko hakunogi. Yaani kumenuka. Kifupi tumeyakanyaga. Sijakuelewa. Utanielewa tu. Tulienda Mayani, mimi na So, kwenda kuiba funguo za uzio. Kilichotukuta. Baba sijawahi kuona. Kiliwakuta kitu gani? Kabla ya kufika Mayani, tulikutana na mdada mmoja mkubwa. Yaani huyu inaonekana kapita miaka 15. Tulipofika Mayani, si tukaanza kusearch. Haikupita muda, satellite yakaja na mlinzi wake. Sasa tatizo sio satellite, tatizo ni mlinzi wake.
ametufumua. Baba ametudunda. Kiufupi tumekung'utwa kweli. Yaani sisi 9, yule mgeni alivyooshewa, sijui kama atakuwa ni mzima. Zamida, Kwani unamjua yule? mimi ndo nilokuja naye hapa kijijini, ila ameshindwa kunielewa. Basi sawa, mimi niache niende huko huko Mayani, maana hata dadangu ameenda huko. Nenda, maana unatafuta kitu cha makusudi. Hapana, inatakiwa nikafahamu watu hao hali zao zikoje. Tutakutana baadaye. Hii ndio siku niliyosubiria sana ulimwenguni. Sasa basi atanijua kila mwanakijiji aliyekuwa kinyume na mimi. Na nashukuru sana mizimu kwa kunipa tena sura ya kazi, na sitoitaka tena sura yangu. Kwanza nitaanza kusaga meno kwa bahati, kisha nitarudi kwa huyo anajifanya dada yangu, na yeye kazi anayo. Kuna taarifa yoyote mpya? Ndiyo kiongozi, Bahati na huyo mgeni wapo mikononi mwangu. Safi sana kijana wangu, kazi nzuri. Kuna la zaidi? Ndiyo, kiongozi amenipa taarifa. Tukitoka hapa tupitie kule matambikoni. Sawa. Lakini maamuzi yako amekuwa dhaifu sana. Ona sasa kilichotokea. Ningeamini vipi ikiwa mimi ni mgeni? Ungefanya uchunguzi basi. Ona sasa. Unafikiri nini kitatokea? Vyovyote itakavyokuwa, nitamsubiria mdogo wangu Maua ili nione hatima yake. Unajua nini? Wewe ni mbishi sana. Lakini hii yote kwa sababu hujamjua mdogo wako vizuri. Na sitoweza kumjua kama sikuwa karibu naye. Ila utakuwa umeshachelewa, na atacho kufanya utakuja kujutia maishani mwako mote. Lolote litakayotokea, ngoja nyeshe tuone wapi panapovuja. Sawa, mimi naondoka. Nilikuwa na wazo turudi tena hapa kwa ajili ya kuja kukuokoa, lakini nafikiri haitowezekana kutokana na msimamo wa moyo wako. Unawezaje kuondoka ikiwa uko kwenye uzima? Ninayo nguvu ya kupotea kwenye huu uzima. Hivyo basi tutakutana wakati mwingine. Hongera sana Maua. Kwani haikuwa rahisi kupoteza muda wako kule matambikoni kwa wakati mgumu ambao ulikuwa nao. Ila kwa sasa kila kitu kiko sawa. Unaweza kufanya mapinduzi kwa wapinzani wako. Mizimu imekupa nguvu kubwa sana. Nguvu ambazo unaweza kuweka usiku katika kijiji au kurudisha mchana. Kifupi, unaweza kufanya jambo lolote katika hiki kijiji kwa wakati huu. Nakupongeza Maua, nakupongeza kwa uvumilivu wako. Na nafikiri Satellite alifanikiwa kuwakamata wale vikaragosi wawili. Ingawa huyu mmoja kutokana na uwezo wa nguvu zake ametoka katika ule uzio. Ametoka vipi wakati nilimweka kwenye uzio wa ulilo?
Huyu ana uwezo mkubwa, ingawa kwa sasa Maua hutoweza kumsumbua kwa sababu nguvu alizokuwa nazo Maua ni mara 5 ya nguvu alizokuwa nazo yeye. Hivyo basi mnaweza kwenda kumkamata, na hilo wala sio tatizo kubwa la kutoroka yeye katika uzio wa Ulilo, kwa sababu mtamkamata kama kuku akiwa katika tundu lake. Hebu niache kwanza nirudi mayani. Sawa Maua, nenda sasa. Nenda kafanya unalolijua, maana kijiji kiko katika chini ya unyayo wako. Lakini naomba Mai uniachie kwa siku hizi, yeye awe kijakazi wangu wa karibu. Nataka nimtumie katika shughuli zangu ndogo ndogo. Utapobana na mambo yako unaweza kuja kumchukua kwa ajili ya kumtumia. Hivyo mnaweza mkaenda. Basi sawa. Baki na siku njema. Unasemaje? Kama nilivyokuambia, ametekwa na mimi nilitekwa, ila nimefanikiwa kuatoroka. Na chingine, kumbe Maua alikuwa matambikoni siku hizi zote. He, alikuwa anafanya nini siku hizi zote? Na mashaka atakuwa ameenda kujiandaa kwa ajili ya vita. Nini cha kufanya sasa? Na sisi kujiandaa kwa ajili ya vita. Unajua wao watakuwa na maandalizi gani? Vyovyote itakavyokuwa. Kwani Kisinda iko wapi? Nilisahau hilo. Alafu alikufuata wewe. Unasema? Alikufuata wewe. Inatakiwa nikavae nguo zangu, nijiandae kwa ajili ya vita. Ndugu yangu, kwa nini nayafanya haya yote? Mimi sina dada, na alafu sina dada kama wewe kwenye maisha. Umenipigia watu wangu, tena umefadhaisha sana Satellite. Kifupi nimekumind, ila sitokuwa. Kwa sheria za kijijini kwetu hakutakiwa uishi, yaani ingetakiwa ufe. Hivyo basi sitakuua, ila nitakurudishia umri wako uliotoka nao kijijini. Ndugu yangu, na huyo mwenzako aliyekimbia
nitaendelea. Hapo sasa unastahili kuishi hapa kijijini, na utaishi kama kijakazi wangu, utaishi kama unavyotaka wewe. Twendeni sasa kwa hao wanaojikuta babe katika hiki kijiji. Hivi wewe hapa ndo umefanya maisha yako yote? Unajizima data eh? Kwani mimi si nilishakwambia siwezi kukaa peke yangu kule? Hapa hakuna chumba chako. Bora tu ukusanye mizigo yako na vindundu vyako urudi kwenu. Acha kunizingua wewe. Ayaishi mahali tumekosa samani hapa kijijini. Kila siku tunazika siju mkombozi nani natakuja lini. Matukio yanatisha kunyongwa zarani wezi amini. Zinazofuata dakika siju anafuata nani au ndo mimi. Matukio kama haya yanafanya niwe mnyonge. Namfuata mdogo wangu maana yuko kwenye hatari zaidi. Sawa, basi twende wote. Haitopendeza, nitakuingiza matatizoni. Wewe baki nyumbani. Kama matatizo, mpaka sasa tupo matatizoni. Hem, twende wote. Kuna nini? Wanakuja. Wameshajiandaa nakuja. Na sisi tumeshajiandaa. Waache waje, kiwakute cha mtema kuni. Kwa usalama maisha yenu, msitafute kifo cha kujitakia. Hebu tokeni humo ndani. Narudia tena, kwa usalama maisha yenu, msitafute kifo cha kujitakia. Hebu tokeni humo ndani. Hakuna kutoka mtu nje, na ataye kuja ndani atarudi msiba. Mkuu, fanya unachoweza. Kwani huyu ndo Kilaka? Ndiyo, huyo haitu Kilaka kwa sasa. Hilo ni tetemeko. Tetemeko? Ndiyo kiongozi. Tetemeko, fanya kazi yako.
ayaishi maharika, tumekosa samani hapa kijijini. Kila siku tunazika, sijui mkombozi nani na takujalini. Matukio yanatisha, kunyongwa hadharani, wezi amini. Zinazofata dakika, sijui anafuata nani au ndo mimi. Matukio kama haya yanafanya niwe mnyonge. Atakula na shindwa, shingoni alipiti tonge. Usiku na sali kwa Mungu ni muombe, ila bado patupu, ya Rabbi chonde chonde. Kijiji cha watoto, kijiji cha watoto. Kijiji cha watoto.